huwa anapenda kusema ya kwamba hii serikali yetu, kama kuna mtu ambaye anatarajia kitu kizuri kutoka katika serikali ya Ruto, hakuna kitu kizuri ambacho kitatoka katika serikali ya Ruto. Hiyo ni jambo la kwanza. Tumegundua kwamba, mkikumbuka kwamba kuna mtu mmoja ambaye aliongoza nchi 24 years ambaye alikuwa anaitwa Moi. Na tuwagundua kwamba Mkalenjin hawezi akaongoza Kenya. Hiyo ni jambo la kwanza. Tumejua kwamba Mkale hawezi akaongoza Kenya kwa sababu Moi alipoongoza Kenya kila kitu iliharibika. Leo ameingia Ruto. Ruto ni sasa ana nyota ya kuongoza Kenya. Ruto ndio mwenyewe ana nyota ya kuongoza wa Kenya. Maana kitu ambacho kinafanyika sasa Kenya si vitu za kawaida. Leo watu wanatishiwa maisha, ukiongea unashikwa, vijana wenyewe wanapotea. Wacha nikwambie kitu moja. Hata hao maaskari ambao wanatumika kushika hao vijana, tusidanganyie kwamba hao watu ni magaidi. Hao watu wanajulikana vizuri, wanajua kwamba wanatoka wapi, wanajua ni kina nani ambao wanawatuma. Hao vijana ambao wanashikwa, kumbuka pia huyu ni mtoto wa mtu. Kumbuka pia huyu mtoto ako na ndugu zake. Kumbuka hata wazazi wao pia wanapitia hali ambayo ni ngumu kwa wakati ambao wameshikwa. Mbona wasiwachiliwe? Nilisikia Murkomen akiongea na nikashangaa sana. Murkomen akisema ya kwamba tangu Ruto aingie kuongozi hakuna mtu yoyote ambao polisi ameua. Tuongee tu kweli. Hii ni kama tuko nayo ama tuko na ushetani. Na ndio maana tunakubali kwamba Ruto aliposema Kenya kwamba kuna ushetani. Kuna ushetani kweli hii Kenya yetu. Na mtu ambaye ameleta shetani hapa Kenya ni Ruto mwenyewe. Tusanganyane. Ati leo mtu akiongea unatishiwa maisha kwamba utashikwa. Ni kweli tutashikwa. Ni wengi wengine watashikwa, wengine wauliwe. Lakini wacha nikwambie, spirit yao watu haitaenda bure. Kumbuka kwa Biblia kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Kain. Kain alienda kwa ndugu yake ambaye anaitwa Abel. Na maandiki inasema ya kwamba Abel alikuwa kilia, damu yake ilikuwa kilia mchangani, ikimlilia Mungu. Wacha nikwambie, kuna mambo matatu usiyofanyia mtu katika maisha yako hapa duniani. Kuna mambo matatu ambayo usiyaifanya. Kitu ya kwanza, kumfanya mtu alie. Kitu ya pili, kula jasho ya mtu. Kitu ya tatu, kumwaga damu ya mtu. Vitu vitatu usiyoifanya. Na kuna wakati mmoja nilisema ya kwamba kuna vitu vitatu ambao shetani wanafanya. Shetani alikuja duniani, kitu ya kwanza alikuja kuiba, kuharibu na kuua. Na kitu ambao tumeona kweli kabisa, hii serikali yetu inaja na Wakenya. Hainaja na Wakenya. Ati leo ukiongea leo utatishiwa maisha, utakuwa nyakua. Najua kuna wengine pia wanakuja ananiambia kwamba wewe wacha kuongea, utakuja kushikwa. Niliwaambia kwamba kuzaliwa ni bahati na kifo ni lazima. Hakuna mtu atabaki hapa. Kila nafsi ya mtu yote itaonja mauti. Tusidanganyane hapa. Ati leo mtu akiongea atatishiwa. Ati leo mtu akiongea kitu kidogo unatishiwa. Kwani utaua wangapi? Utaua wangapi? Na nawaambia hivi, ile ambayo ilifanyika, ile maandamano ilifanyika JNC, inakuja ambayo sio kawaida, inakuja hapa mbele. Maana kuna Wakenya wanafurahia serikali ya Ruto. Na nilisikia, unasikia wengine wanasema kwamba kwa sababu Wakikuyu walipatia Ruto kura, nasi Wajaluo tutapatia Ruto kura 2027. Wewe pigia Ruto kura peke yako. Mimi sitapigia Ruto kura. Naongea kama Mjaluo. Sitapigia Ruto kura. Kitu ya kwanza, Mkale na Mjaluo hata wakiungana hawezi tengeneza serikali kwa sababu gani? Hawana pesa. Narudia. Mjaluo na Mkale taungane pamoja watengeneze. Wacha nikwambie, hata sahi Raila achukue Ruto, ampeleke kwa kaburi ya Jaramogi alale siku 7. I will not vote for Ruto. Hata sahi wanawake 7 wa Mungu wajitokeze sahi, I will not vote for Ruto. Hata Ruto chemusha namna gani, hata ombewe na Uhuru saizi, I will not vote for Ruto. Tuongeni ukweli, tusidanganyane. Ni Kenya. Mambo ambayo inafanyika Kenya si mambo ambayo ni mazuri, lakini watu wa just that tunaangalia tu mambo ambayo inafanyika. Leo vijana wetu wanashikwa kwa sababu wakiongea ukweli, wanaongea ukweli. Vijana wanashikwa. Kwani hakuna sheria? Ikiwa mtu amefanya makosa, si kuna sheria mtu ashikwe na kuna koti mtu apeleke na afungwe? Mbona mtu akuja, watu wanajifunga, wanakuja na probox ambao ni numberless? Au watu si ni majambazi? Ninawaambia kwa kitakuwa naambia wa Kenya, hapa Kenya hatuna viongozi. Hatuna viongozi. Kenya hapa tu kama yatima. Na wacha niwaambie, Mungu wetu anasema kwamba Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu ambaye halali, Mungu ambaye ni Mungu wa maagano, Mungu ambaye ni wa miujiza, Mungu ambaye anabadilisha. Ninawaambia come 2027, Ruto ni one term president. Sidanganya, naongea. Ruto ni one term president. Hatujalishi na kile ambacho atafanyia wa Kenya. Fanya vile unataka. Kuna watu walikuwa hapa kwenye serikali ya Moi. Kuna watu ambao walitishia watu maisha kana Nicholas Biwott. Wako wapi sasa hivi? Walikufa. Kwanza Nicholas Biwott alikufa akiwa kilo 15. Kichwa kikiwa kubwa, mwili hakuna. Kwa unafikia mtaishi kwa uongozi mkiendelea kumkisherekea Wakenya wakiumia. We are tired. Na wacha nikwambie,
Huyo Bwana Yesu ambao unasema kila mara ukienda Bwana Yesu, kuna mchezeo jina ya Mungu, huyo Mungu atakugeukia. Na hata kwanza Mungu alikuacha. Na ndio niliwaambia hapa Kenya, shetani amewacha tu Ruto afanye vile anataka. Tumechoka bwana. Atukiongea leo unatishiwa maisha, ukiongea leo unatishiwa maisha. Kwani tuwezi ongea? Si kuna sheria. Kuna sheria ambayo mtu akifanya makosa, mshikeni. Mtu akuje kama polisi, kama vaa nguo rasmi ya polisi, aseme kwamba anakuja kushika kupeleka kotini, uchajiwe na ile makosa ambayo umefanya. Mbona leo tunaishi kwa uoga? Hii ni enzi ya Moi, hii ni mama Moi ilifanya wakati wa Moi. Nawaambia Mungu wetu halali. Mungu halali. Na Mungu anaweza kusimama na Wakenya. Na Mungu anaposimama na Wakenya nakwambia Ruto ni one term president. Ninawaambia ninarudia hata ungane. Huwa na sasa inaona kwamba anaenda huko Nyanza saa zote anakimbia huko Nyanza. Kwa unafikia sisi ni wajinga. Kwani umefanyia kikuu sasa hatujui. Anaweza sisi tukijifanya sasa ni wazuri. Atiwende, yani hakuna tofauti na ule mtu ambaye mwanamke ambaye ameolewa na mwanaume, ametozana bwana yake, unachukua yule mwanamke. Alafu unajifanya kwamba unajifanya kwa mzuri kwa mwanamke. Huyo mwanamke atakumaliza bwana. Wajaluo Ruto atamaliza. Huyo wachaneni na yeye kabisa. Akuja huko mkaribisheni tu, lakini akienda kama 2027 don't vote for Ruto. Na watu wake wote. Hata Raila akuja tuambie. Nilimwambia kwamba hata Raila akuje. Nasikia watu wasema Raila alipigia demokrasi. Ndio sijakataa Raila alipigia demokrasi. Alipigia demokrasi akiwa peke yake. Kuna watu ambao walikuwa wanaunga mkono, sio peke yake alipigia demokrasi Kenya. Atukiongea Raila alipigia demokrasi peke yake. Sasa tulikuwa tukiona wakati walikuwa wanafanya campaign 2022 walikuwa wanasema kwamba huyu ni mchawi, huyu ni mganga, huyu ni mlevi. Leo mganga na mchawi na mlevi wameungana. Wakenya mko wapi? So watu wameungana, mchawi, mganga na nini, wote wameungana. Wakenya sasa mnafanyia vile wanataka. Wanafanya vile wanataka kwa sababu wanajua Kenya ni yao, wako na pesa. Ni ukweli mko na pesa, mtafanya vile mnataka. Lakini kuna siku hiyo Mungu, kura ni ya wananchi. Na kitu ambacho ninashukuru Mungu zaidi Ruto alifanya ni kuleta Wakenya pamoja. Hiyo ni achievement ambayo Ruto amefanya peke yake kwa hii Kenya. Achievement ambayo Ruto ameletea Wakenya ni kwamba ameleta Wakenya masikini na tajiri, watu wote wamejua kiao. Hiyo ndio kitu Ruto ametuletea hapa Kenya. Na ninakwambia ukweli wa Mungu, hakuna watu wa kuvotia. Hata ungane nao, uchukue Uhuru yote, uchukue Raila, uweke wote, uweke kila mtu yote. Hakuna mtu anakuvutia. Hata uchukue, wacha nikwambie uchukue. Nilikwambia hata uchukue baba yangu mzazi, umchukue mweke hivi, awe anakufuata nyuma. I'll not vote for you. Acha nikwambie, utashangaa. Umechokesha Wakenya bwana. Yaani kila mahali, alafu mtu mzima tu na akili yake. Mtu hakuna kitu hawezi fanya kwa Kenya sasa hivi. Yaani mtu anaweza kujokeza kwanza wao nitadunga hata Wakenya wote, nitadunga vijana wote ni shindano vaccine wote wapate ajira. Hakuna kitu ambaye hawezi fanya. Sijui sasa nataka vaccine mang'ombe hapa. Ng'ombe imemkosea nini? Ng'ombe imemkosea nini? Yaani akitoka hapa, yaani mtu akono, yaani kitu ambacho inafanyika Kenya ni Illuminati kabisa. Kenya saa hii shetani ameingia na tawala. Na hakuna wachungaji ambao wanaongea. Kwa sababu wachungaji ambao niliwaambia tuko nao hapa ni watumbo. Sasa wote ukienda kwa kuombea vunja madhabahu. Wewe sasa yote umerogwa. Wewe sasa yote si. Yaani mpaka wamefanya Wakenya wengi wanaishi kwa fia. Hawajui hata kutafuta Mungu. Na niliwaambia ukienda kanisa yote ambao wahubiri kuhusu wokovu na Yesu, toroka hiyo kanisa. Na ukienda kanisa yote mchungaji ameweka picha yake na mke wake wameshikana hivi, toroka hiyo kanisa. Huyu ni jambazi. Huyo ni mwizi, atakuibia. Narudia pasipo kuogopa. Ukiona mchungaji yote ambao hubiri kuhusu wokovu wa Yesu na hubiri aongee kuhusu mambo ya Yesu, Yesu yote akisimama kuongea kuhusu mambo na kutoa, jinsi utabarikiwa, jinsi utaenda ng'ambo, jinsi utainuliwa, huyo ni mkora, toka mbio. Nakwambia ukweli wa Mungu. Pasipo kuogopa. Huyo ni mtu, hao ndio watu ambao wamekula nchi yetu leo. Hao ndio watu wamefanya nchi yetu, imefanya nchi yetu imekauka kwa sababu wakienda mahali pale wakiomba wanapatiwa kitu kidogo. Tumechoka nao watu bwana. Ruto utaenda tu, nakwambia utaenda. Ruto utaenda. Na hakuna kitu kibaya kama kila mahali ukienda watu wakutaki. Ungekuwa mtu ambao ungesikia ground, usikie Wakenya wanakuambia nini. Ungekuja kwa ground usikie Wakenya wanalia namna gani. Hawa ni watu ambao wanapigia kura. Hawa ni wale watu ulikuwa unaambia mama mboga. Hawa ni watu ambao ulikuwa unaambia watu wa bodaboda. Hawa ni watu ambao ulikuwa unasema kwamba utainua utoa uchumi chini ukipeleka juu. Leo unapeleka uchumi wapi? Akichagua hata makabineti, kuna mtu mmoja alichagua mtu ambao ni mtu asla. Kuna mtu wa bodaboda mmoja alichaguliwa. Kuna mamboga aliwekwa serikali. Wale ni wale tu, nyani ni wale tu, msitu ndio tofauti. Nyani ni wale, msitu ni tofauti. Wakikuja na kuja na mbinu mpya. Na Wakenya nasema hivyo Wakenya kuna kitu kizuri leo tumetuletea kama umoja. Wakenya atuache ukabila. Tuungane pamoja. Na kuambia kitu moja. Mjaluo hawezi ishi bila Mkikuyu.
Mkikuyu hawezi ishi bila Mjaluo, Mjaluo hawezi ishi bila Mluya. Hii kabila zote tuko Kenya, kabila zote tuko Kenya. Sisi watu wote wa Kenya tuko muhimu, na tukiungana pamoja na tuseme lugha moja, tusichague bora kiongozi, tuchague kiongozi bora, si bora kiongozi, na Kenya tutakuwa na amani.